Leo tukumbushane kuhusiana na mkojo. Na nataka tukumbushane ili kwamba kila mmoja wetu awe na tahadhari kuhusiana na mkojo. Kwani imekuwa ni kawaida siku hizi, haswa pale mtu anapoona watu wanaswali swala ya jamaa, basi ukimbia msalani haraka kwa ajili ya haja ndogo, na baada ya muda mfupi tu huwa anatoka na kwenda kutawadha kwa swala. Sasa nitahadharisha kitu kimoja. Tufahamu ya kwamba mkojo unatosha kubatilisha swala ya mtu. Na mkojo jinsi ulivyo ni mfano wa maji ambayo yapo kwenye sahani ya bati au ya udongo. Utakapoyamwaga yale maji kwenye muda ule, ukirudisha sahani au ile bakuli ambayo ulikuwa umemwaga yale maji, likikaa baada ya sekunde kadhaa, utaona kuna unyevunyevu au kuna maji ambayo yamebakia kwenye sahani. Hali kadhalika mkojo una tabia namna hiyo. Hivyo chukua tahadhari na uwe makini sana. Unapoenda msalani, usije ukajisaidia haja ndogo mara moja ukavaa nguo yako ukatoka kwa ajili ya kuja kwa swala. Unatakiwa usubiri sekunde kadhaa ili kwamba ule uliobakia njiani nao pia utoke, usije ukabaki ukaja ukachafua nguo yako kwa ajili ya kwa swala. Kwani mkojo unatosha kubatilisha swala. Sasa haina faida endapo kama umetoka msalani ukakimbia mbio mbio ukaenda ukaiswala, halafu mwisho wa siku swala yenyewe ikawa haina matokeo mazuri kwa sababu ya mkojo. Ni bora ukae msalani, utumie sekunde kadhaa, ujitoharishe. Baada ya kuhakikisha kwamba umeshajitoharisha, ukaenda ukaswali, swala yako ikawa na matokeo mazuri. Kumbuka ya kwamba mkojo unatosha peke yake kubatilisha swala yako. Kwa hiyo usiwe na haraka unapoenda msalani. Jisaidie, tulia, fuata taratibu za kuweza kujisafisha, na tulia ukiwa ule mwingine ulobakia njiani upate kutoka. Hata kama ukiweza kujikohoza, yani kukoa hata kwa sekunde kadhaa, ili mradi kwamba ule mkojo ulobakia na njiani utoke. Nitakutahadharisha tena. Mfano wa mkojo ni kama mfano wa maji ambayo yapo kwenye bakuli au sahani ya bati. Ukiyamwaga yale maji, kwamba muda ule sahani haitakuwa kavu hata kidogo. Kwa chukua tahadhari kuhusiana na mkojo, usije ukawa unaharibu swala yako.